Na kisasi kitanipona ya kijana. Baba, nini tatizo mwanangu? Baba, nimeota ndoto mbaya sana. Umeota? Ngwendu mwanangu, umeota nini? Kaka, mama shida nini? Ngwendu, pumzika kidogo mwanangu, nisikia? Lakini mama, pumzika kidogo mwanangu. Wewe twende nje. Mwache apumzike. Si unamwona amechoka? Mama, hivi ni kitu gani ambacho kinaendelea huko ndani? Ni kitu gani ambacho kinaendelea kaka Ngwendu? Maana siku hizi hana furaha wala la. Nataka kujua. Unaweza kaniambia? Rita, unataka kujua nini? Na hata ukijua, wewe nakusaidia nini? Unataka kujua nini Rita? Ngwendu ni ndugu yangu mimi. Na siwezi kubali kumwona hana furaha. Rita, hiyo jeuri ya kuongea na mimi umeitoa wapi? Au kifua chako kinakudanganya eti? Lakini mama, Ngwendu ni ndugu yangu mimi. Naweza labda nikamsaidia. Mtu anayepaswa kumsaidia wewe ndugu yako Ngwendu huyo ni mimi peke yake. Umenielewa? Lakini mama, toka! Ngwendu, 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 Mwangaluka, Mwangaluka, Mwangaluka. Karibu sana. Hii sio juu yangu, bali ni kutokana na makasiriko ya mizimu. Kumbuka, Ngwendu sio binadamu wa kawaida. Mganga, najua yote hayo, lakini sasa imezidi, yaani imezidi. Sasa hivi sina raha kwenye mji wangu mganga. Kila kukicha Ngwendu, mara mindoto hii, mara mindoto hii, imekuwa kero. Sasa naomba msaada wako, nisaidie mganga, nifanye nini mimi? Mama Ngwendu, rudi katika chumba cha siri na ukaombe mizimu we mwenyewe. Mganga, chumba cha siri sawa, lakini takriban miaka 18 tangu umenipa masharti yako sijai kukiuka hata siku moja. Nafanya kama ulivyoniagiza. Nakosea wapi? Mganga, naomba msaada wako, mimi hali ni ngumu, sina raha pale nyumbani. Naomba unisaidie tafadhali mganga, nisaidie. Damu mama Ngwendu, damu. Sawa mganga, nimekuelewa na nalijua hilo, lakini kwa sasa tumeshachelewa babangu. Mganga, tumeshachelewa. Binti yangu ameshakuwa, ameshapevuka. Nitapata wapi mimi hiyo damu ya uchangani kumsaidia mtoto wangu? Naomba msaada wako mganga, najua wewe ushindwi na kitu baba. Mama Ngwendu, nakupa dawa hii, uni mti mlongole. Sasa ukifika nyumbani, naomba uchukue nguo yake ya ndani, chomoa uzi na ufunge katika dawa hii, kisha ukaweke uvunguni wa kitanda pembeni katika mguu wa kushoto. Hapo hatajua chochote kinachoendelea. Nashukuru sana mganga, asante sana. Karibu mama Ngwendu. Shukrani. Karibu. Sawa. Mwangaluka, Mwangaluka.
Matatizo gani lakini? Hivi kati yangu mimi na wewe nani mwenye matatizo? Rita, unaweza kujificha katika kiza kinene ila sio katika mwanga mkali. Ai, rafiki yangu, usijue sana usiku wa giza. Bahari ni tulivu sana, lakini ina kina kirefu sana. Kwa sio unajua kuogelea, unaweza kamua kabisa. Ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba Rita, kwani unafanya nini hapa? Na wakati fika unafahamu hali yako. Hakutakiwa kuwa hapa muda huu. Jali, afu mimi nishakuwa mtu mzima. Haijalishi. Muda huu utakiwa nyumbani mpaka pale utakapokuwa sawa kabisa. Tuachane nao, afu kuna kitu mimi nataka nikwambie. Sitaki kusikia. Kama nimeongeza, tutaongea mimi na tukiwa nyumbani. Aya, tuondoke. Mama, upo sawa? Ita mwanangu, upo sawa? Sio kaida yako, na sija kuzoea hivi mama. Hapana mwanangu, upo sawa. Sawa mama, ila nakuona leo upo sawa kabisa. Ita, unanilazimisha nisiwe sawa? Hapana mama. Nasi kama nimeingia kwenye mzunguko wangu. Sawa mwanangu, twende basi nikakuandae. Mama, mimi sasa nishakuwa mtu mzima. Ita mwanangu, mama mpendwa aachaje mtoto wake? Twende nikakuandae mwanangu. Hapana mama, mimi sasa nishakuwa mkubwa, naweza nikajiandaa mwenyewe. Nitakuwa sawa tu. Ni kweli nampenda. kila nikikona moyo unacheza, kitu fulani ndani Namsteka sana hisia zangu. Sijui ni nini, Nahisi ni wanaume sahihi maisha yangu. lakini najua Nitafanya chochote ili tuweze kuwa naye. kuna sauti ndani na nong'ona jina lako kila saa, nikiwaza juu yako ninapotea kabisa. Hivi kwa nini napenda kuwa na mimi wakati moyo wangu ushampenda mtu mwingine? Siwezi kuruhusu hili kabisa.
Nitafanya chochote ili kuwa na wewe. Niko tayari hata kuchoma dunia nzima, na sio dunia tu, hata nikiambiwa nikaushe maji kwenye bahari nitafanya kwa ajili yako. Sijakupenda wewe uliniumiza. Nimekupenda wewe ili nipate afya ya moyo. Tafadhali, naomba uniweke ndani ya moyo wako. Sikupendi wala sikuhitaji, nielewe basi. Sipo hapa kwa ajili ya kupoteza muda, na nimefanya kila kitu kwa ajili yako ili tuwe na furaha, lakini bado hauoni. Bado kwako ni nafi. Kia Pimpo, sikupendi wala sikuhitaji. Hujawahi kupata nafasi hata katika mawazo yangu. Toka. Nilikuamini zaidi ya nafsi yangu, nikakupa siri za moyo wangu, lakini nyuma ya tabasamu zako kulikuwa na wingu la giza nalo siku. Hivi kaka, umewahi kujiuliza kuhusu mambo ambayo yanaendelea huko ndani, hususan kuhusu mama? Yaani mama kila nikijaribu kumwambia kuhusu wewe na kitu kilichotokea juzi anakuwa mkali, nashindwa kumwelewa kabisa. Labda kwa sababu sijapata muda wa kuongea naye, lakini jana akawa tunatoka dukani nimekuta hapa sasa akiwa kwenye hasira, yaani amesha kuniangalia tunakuja inausha chochote. Yaani siku hizi mama amekuwa ni mtu wa ajabu sana, amekuwa ni mtu wa hasira tu. Ninahisi kuna mtu anatuficha. Unataka kuniaminisha kwamba vitu ninavyofikiria na kuviota ni vya kweli? Kuvifikiria? Kuota? Unataka kitu gani? Na unaota nini katika ndoto yako? Unaweza kuniambia? Naota nipo kwenye msitu mkubwa na kuna sauti za ajabu zinaniambia kama mimi ni kisasi na kisasi sitaipo na mimi. Wewe ni kisasi? Na kisasi sitaipo na wewe? Kivipi sasa? Jua huwezi kunielewa, lakini nimekuwa nikikaa na siri kwa kipindi kirefu sana. Ni siri gani hiyo? Unaweza kuniambia? Nilikuwa ni wanangu, naona leo mna kikao kizito hapa ndani. Lita mwanangu, ikaweke kiniusu. Baba, unajua hii dunia si kila mwenda pole hajikwai, na si kila mchumia juani ulia kivulini. Msifikiri kuwa kila samaki mnemtaka nyinyi anapatikana baharini. Wendo, mambo shwari vipi? safi. Naenda Naingia kisimani hapo kuchukua maji, maana tuna ratiba ya kufua. naweza nikakusindikiza? Jali sababu nitakuwa kama usumbufu, afu nishachukua maji tena mimi nitaenda mwenyewe. Basi sawa, ila kuna jambo mimi nataka nikwambie, linatesa sana moyo wangu. Niambie, uenda labda ikawa ndo msaada wa jambo. Wendo, mimi Aileen. Ali, unaweza kuniambia hapo unafanya nini na wewe shamba nini? kwa nataka kujua ni nani. Sio ombi, ni lazima. Niambie mjinga ni nani? Usimwite mwanaume ninayempenda mjinga. Ukirudia nitakachokifanya hutaamini.
Kwa unanikata mimi kwa sababu ya mjinga? Mwanaume mwenye upendo wa dhati hawezi kusubutu kumpiga mwanamke ambaye anampenda wala kumjeruhi. Nini sasa hivi unafanya? Toka mbele yangu, chafu, unanuka. Mama, unafanya nini chumbani kwangu? Ita mwanangu, umesema huko sawa? Nafanya usafi mwanangu. Hata kama mama hajalishi. Na umeficha nini nyuma yako? Aili, unasema? Wenu amefanya nini? Kaka Ngwendu, mama, kuna nini? Amekuja kuna kisimani. Ameanguka. Ndio mtoto wake. Mama. Walita. Kuna nini? Wewe acha bro. Pompi, sikiliza Pompi. Hebu relax. Unatokea nini? Unasikia? Mimi nimetoka hapo, umeona bwana? Nilikuwa natembea katika na washikaji zangu. Tumefika hapo mtaa kati, nikamwona boya yuko na shemeji yako. Umeona bwana? Nasema sio kweli. Wewe kamtolea uvivu. Aise. Yule jamaa sio kiumbe wa kawaida bwana. Wanamuita Ngwendu, si Ngwendu. Huyo mtu umesema anaitwa nani? Kama ulivyosikia Bobu. Anaitwa Ngwendu. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Ulichokifanya wewe Pompi, umeamsha kitu ambacho kilala takriban miaka 18. Hivi mdogo wangu, ni utulie wewe. Hapa namwongelea Ngwendu. Sikiliza sasa. Nataka unisikilize. Tayari ushachafua hali ya hewa. Unasikia?
Kwa nisikilize hichi ambacho nitakwambia na ufuatishe kila kitu ambacho mimi nitakwambia. Sawa Pompi? Tuondoke. Tuondoke Pompi. Tuenda wapi bana? Pompi tuondoke. Nisikize mimi Pompi. Wendu mwanangu. Aili, umefanya nini wenzako? Sinakuuliza wewe. Sikiliza nikwambie. Chochote kitakachomkuta mwanangu, Aili utakuwa unahusika. Lakini mama, Aili ndo katufanya sisi hadi tumekuja hapa. Wendu. Wewe ndo uzima wangu. Wewe ndo furaha yangu. Nenda wapi sasa? Wendu mwanangu, hakuna mtu anaweza kupatia uzima zaidi ya mimi mama yako. Rita, twende nyumbani. Karibuni. Karibuni sana vijana wangu. Wablo. Wangaruka. Wapi tena huko? Wewe babu, si nikwambia utulie. Tulia bwana. Vijana, huu sio wakati wa kunong'ona na sio wakati wa utani kabisa. Huu ni wakati wa kujua kipi cha kufanya vijana. Na mkileta utani wakati huu, mtaula wachuya. Tafadhali mganga Bukeri. Tunahitaji msaada wako sana na ndio maana tumetoka huko tumekuja hapa. Tunaamini wewe unaweza kutusaidia kwenye hili. Pimpo, kijana mdogo mwenye kelele. Tambua, huwezi ukamnywesha mtoto uji wa moto kabla hujaupoza Pimpo. Pia huwezi ukavua kambale kwenye mto kama ndoano yako haina chambo. Lakini mimi sijui na sihusiki kwenye hilo. Ngwanjo, unatakiwa ulipe gharama Ngwanjo. Niko tayari kufanya chochote kwa ajili ya familia yangu iwe salama tu. Vijana, tambueni mkileta utani katika hili, hata pumzi kisoda mtoweza kuvuta. Unabidi ukalale na dada yake Ngwendu. Kwa nini dada yake Ngwendu? Kwa sababu dada yake Ngwendu bado kigoli. Ngwanjo, mizimu ndio inapenda hivyo. Hakuna shaiti jingine tofauti na hilo? Ngwanjo, shaiti jingine itahitajika damu Ngwanjo. Na hiyo damu inatakiwa wewe ya Pimpo. Nashtuka. Sawa mganga Bukeri, nimekuelewa. Karibuni sana. Tuondoke Pimpo. Karibuni. Wangereko. Wakuu, ninawaomba msamaha wakuu. Ninajua nimechelewa kutoa sadaka ya damu. Kama mnavyojua wakuu, Rita si mtoto wangu wa kumzaa, bali ni mtoto wa mume wangu ambaye niliyemtoa sadaka kwenye hii madhabahu. Mama Ngwendu, ombi lako limekubaliwa. Unachotakiwa ni kuleta sadaka ya damu ya Rita, kama ulivyozungumza. Pia hakikisha haumzuri wala kutoa uhai wake wala kutoa. Nimewaelewa wakuu.
Nitahakikisha hilo limefanyika bila wasiwasi. Nenda mama. Nenda. Dada. Ngwendu, umenishtua. Samahani sana. Lakini mbona umeshtuka hivyo? Unawaza nini? Wewe acha tu ndugu yangu. Moyo wangu unakosa amani. Hususan na vitu vinavyoendelea huko ndani. Nakosa amani kabisa. Ila ni mwanzo. Alikosi mwisho. Hebu acha kwanza mambo. Afu yangu ndo nakwambia. Kitu gani hicho? Au ndo kuna mtu saika katika moyo wako? Ona sasa. Yaani ulivyo mimi sipo huko. Mimi na shida moja. Saidia simu yako naongea na niombe msamaha Elimu. Hiyo kweli. Inabidi tuongee naye. Lakini usijali, tuongee naye. Mimi nataka niongee naye mwenyewe. Basi sawa. Nitakupa lakini tumia dakika chache sana. Na hakikisha mama atushtukie. Ndio wangu kupendaga. Basi poa. Ipo hapo kitandani eh? Hakikisha maza kuoni. Unataka kuniambia yule ndo mdogo wake Ngwendu? Hivi unaweza ukakaa kimya? Yaani kwa sababu kile unachokiongea kinazalisha kosa ndani yake. Lakini huu ndo kwa muda mzuri leo kwa kutimiza mashiti leo kupatika mganga. Pompe. Hebu nisikilize. Rudi kwanza nyumbani. Hakikisha ufanye chochote mpaka nitakaporudi. Mimi sitaikufa Bobo. Pompe, rudi nyumbani. Usifanye chochote. Rita, niambie. Aline, ni mimi Ngwendu. Ngwendu, nakusikiliza. Samahani, naomba unisamehe kwa kile kilichotokea juzi kisimani. Usijali, mimi nishakusamehe. Ila nahisi kama kuna vitu mamako anakuficha. Na anajua vingi kuhusu wewe. Unataka kuniambia mamangu anajua mimi ni nani? Ngwendu. Tabia hiyo umeitoa wapi? Tanzania hatuna desturi hiyo jamani. Mtoto wa kiume kutawala kwenye chumba cha dada yako. Umeitoa wapi hiyo tabia wewe? Na kuuliza wewe. Hebu niambie basi unajua mimi ni nani? Nani? Unaniuliza maswali ambayo hayana miguu wala kichwa. Wewe ni nani? Hujijui kuwa wewe ni Ngwendu? Wewe ni Ngwendu na utabaki kuwa Ngwendu. Sina jina jingine la kupatia mwanangu. Ngwendu.
nikikuona moyo unacheza, kitu fulani ndani kinanisukuma, sijui ni nini, sielewi bado, lakini najua samahani kwa chochote. Haikuwa dhamira yangu kufanya hivyo. kuna sauti Samahani. Naitwa Mjini. Unaitwa nani? nikiwaza juu yako ninapotea kabisa. Kuna kitu moyoni kinatokea kila Nani? Wewe ni nani unanifanya maisha yangu yana hofu? Wendo, mbona umetutokea hivi leo? Amna mama, kwanza tutandoo ndio bwana. Ndoo? Sikiliza Ngweno, siri ya mtungi haijuae kata mwanangu, na zimu ilikujualo halikuli likakwisha. Umenielewa baba? Nenda kapumzika. Kifungo cha mizimu, mtoto wa ajabu, Bwendue. Ngwanjo, si ndio? Unaonekana na kumbukumbu nzuri sana. Nijua utakuwa shapoteza kumbukumbu kwamba mimi ni nani. Yeah, nakumbuka. Kwani unakaa mtaa huu? Ndio, nakaa mtaa huu. Sikai mbali na ile eneo. Nakaa hapo kati. Na wewe pia unakaa huko? Hapana. Nakaa mtaa pili kutoka hapa. Kwa Mangwendu au Mama Lita. Umesema Mama Ngwendu? Kwa Mama Ngwendu au Mama Lita. Sawa. Inaonekana wewe ni mtoto wa kishua sana mtaa. Ngwanjo, inaonekana ni mcheshi sana. Hai, naomba mimi niende. Lita. Tafadhali. Unaweza kunisaidia namba yako ya simu tuendelee kuwasiliana?
Basi sawa. 06 06 12 12 40 40 38 38. Wewe, siku ambayo tena nitakuwa na dada yangu, siku ambayo utasahau katika maisha yako yote, na utu ameni ndachokifanya. Ngwendu, pilipili ni kali sana kwa mtu asiyejua, ila kwa yule ambaye anaitumia kila siku ni tamu. Ngwendu, ulikuwa maana gani kumwambia yote hayo? Na kwa nini umfokee? Wewe wajui tu hawa wanajiveka mavazi ya kondoo afu ndani mbwa mwitu. Ngwendu! Ondoke. Lakini Ngwendu! Ondoke! Hata kama sikumbuki kama chumba changu ni kicha wazi. Wewe lini wewe? Wewe. Wewe mtoto wewe. Haya. Naomba uniambie kitu. Huyo Ngwendu ni nani? Lakini mimi sijamtaja Ngwendu. Huyo Ngwendu umemjuaje? Na ni nani kwako? Yaani umelala saa hizi una Ngwendu. Ngwendu. Wewe. Nimekusikia kwa masikio yangu mawili Irene. Hivi unamjua huyo Ngwendu vizuri? Mwanangu, yaani usinichanganye. Naomba usinivuruge. Nataka kujua huyo Ngwendu ni nani na ukoje naye? Hivi wewe unaijua hiyo familia ya Ngwendu? Unamjua vizuri huyo Ngwendu? Usitake kunichanganya akili yangu. Usitake kunivuruga Irene. Irene. Nimeelewa. Sasa ngoja niende huko kwa mamake Ngwendu nikamuonyesha. Usiende. Nini kinaendelea ndani moyo wangu?
Kwa nini nafikiria? Au nishaanza kumpenda? Nimepotea ndani ya macho yako. Atakuwa mwanamume sahihi kweli kwangu? Kama nyota gizani na kufuata. Moyo wangu sasa ni wako. Je, atanipenda? Bila wewe sina amana. Kila pumzi ninayovuta inahitaji jina lako. Nimefungwa na mapenzi, siwezi kujitoa. Wewe ni mwanga wangu gizani, wewe ni ndoto yangu moyoni. Nikiwa nawe dunia. Acha bana Lita. Yaani nashukuru Mungu kukukuta hapa. Huu mguu unauona, nilikuwa nakuja huko nyumbani kwako. Hivi wewe mama, una matatizo gani? Una matatizo ya akili? Ninachokuomba kitu hichi kimoja, kama hujamfunza mwanao jinsi ya kuishi na wanadamu, mimi nitamfunza. Naomba umwambie mwanao akae mbali na binti yangu. Yaani sitaki mazoea kabisa na yeye. Sijui umenielewa wewe mama wewe? Mguu huu ndio ulikuwa unakuja nyumbani kwako. Unauleta nyumbani kwangu ni ufuge kwa kuku. Kwangu mimi nafuga kuku na bata tu na vinginevyo. Umenielewa dada eh? Tena umenijia hapa mipua kama mitanuli. Hapo hapo umekuwa mabisi. Hapo hapo kwenye matanuli. Haya, mimi na wewe tunacheka na nini? Mimi na wewe tuna utofauti gani? Aliyekuumba wewe bibi ndio aloniumba mimi. Wewe hizo pua zako umeziona? Mimi nimeziona. Pua kama miguu ya mtumba kitu gani? Usijishikilia. Hebu jishikilie. Sawa, sikiliza nikwambie wewe dada. Kwanza aliyekufunda wewe ni nani? Msichana usiokuwa na za asubuhi wala za mchana wala za jioni. Pua zimekutanuka, mwili unatetemeka kama vitu kwenye mashine. Hebu jiangalie sana wewe. Haya, kilichokuleta kwangu ni nini hasa? Baba nikuulize kabla sijakuanzisha mabomu yangu. Kilichokuleta kwangu wewe ni nini? Wewe mama, wewe mtu mzima ovyo ambaye hujielewi, usizime data. Kilichonileta kwako nadhani niisha kumwambia. Umwambie wewe ndio wako. Asijifanye yeye ndo kidume wa mtaa. Asijifanye kijogoo wa mtaa. Akae mbali na mwanangu. Akae mbali na binti yangu. Umenisikia? Yaani ajui nimemlea vipi mpaka binti yangu akafika pale. Sitaki kuharibiwa mtoto. Yaani mimi nilijua dada yangu umekuja hapa labda umesikia neno kwa mtaani nimelivusha si nimelifanyaje. Kumbe ngwendu binti yako. Ngwendu usikijogoo. Mwanangu kijogoo. Mkaje binti yako wewe ndio amwache mtoto wangu mimi. Asimfuate kwa sababu gani? Si amejishobokesha. Kama wewe mama yake jinsi ulivyokuwa uso wako ulivyokuwa hauna haya, mtaa mzima wanakujua wewe ni nani. Dangala mkubwa wewe. Afu leo nakushangaza sana. Umemaliza? Nimalize, endelea. Sasa kama mimi kijogoo mtaa, ndio mwanamke lijali anatakiwa awe hivyo. Wewe uliyemtafuna mume wako, wewe ambaye umemfanya mume wako nyama, tusemaje? Kitu kilichonileta hapa, mwambie mwanao akae mbali na binti yangu, na akikaidi kitu nitakachokuja kumfanya. Mama Lina, umenena jambo jema sana, lakini swala la kumtishia mwanangu maisha ukome tena, uishi hapo hapo nakwambie. Umenielewa eh? Kama unalijua wewe kusema kwamba mimi ni mchawi, tena nakwambia hivi, kwangu mimi ndo sukari. Yaani sukari. Yaani ukichanganya makande ndo balaa. Umenielewa? Tena sikiliza nikwambie. Habari ya kuniambia eti mimi nimkanye mwanangu aachane na binti yako wewe, hiyo mama umekosea. Mtoto wa kike ndo anayekanywa, sio wa kiume mama. Mshenzi mkubwa wewe. Kwani unanipotezea muda wewe? Nisikilize. Hichi ulichokianzisha hakikisha unakiweza kukimaliza. Tena mapema tu. Na kama utashindwa kukimaliza, mimi nitakimaliza. Na nitakuonyesha kwa nini nguo ya maiti hawezi kuvaa mtu aliye hai. Mjalana mkubwa. Hawezi kuvaa mtu aliye hai. Nguo ya maiti anavaa njiwa. Huyo anasema nini kimablu mmoja huyu? Wewe si kimablu tu wewe.
Shenzi mmoja wewe, nakutafutia somo wewe. Hakika leo imekuwa kama bahati kukutana na wewe. Dua zako nahisi ni kama zangu na mawazo yangu ni kama yako. Mimi pia naona ni bahati kubwa sana kukutana na wewe siku ya leo hapa. Huenda, lakini Ngwanjo, naomba unisamehe kwa ile tukio ambalo umefanyiwa Simani. Haikustahili kwa hivyo. Naomba unisamehe kwa ajili ya mdogo wangu. Hapana, maumivu yangu hayapo kwa wale wanaoniumiza. Maumivu yangu mimi ni kuona naipoteza furaha ya mtu ambaye nampenda. Umesema kupoteza furaha kwa mtu unayempenda? Inawezekana huyo mtu unampenda sana na anabaki kupendwa na mtu kama yeye. Naweza nikamjua eti? Nakupenda Rita. Moyo wangu umejawa na harufu nzuri ya upendo wako, na macho yangu yameutazama uzuri wako. Tafadhali, naomba unipe nafasi ndani ya chumba cha moyo wako. Rita, mtumwa wako niko mbele zako. Nifunge kwa kamba ya upendo wako ndani ya moyo wako, na mimi niko tayari kufanya chochote utakacho. Kila nikikuona moyo unacheza, kitu fulani ndani kinanisukuma, sijui ni nini, sielewi bado, lakini najua ni wewe tu. Kuna sauti ndani inanong'ona jina lako kila saa, nikiwaza juu yako ninapote. Leo nimeshuhudia agano likitimizwa baada ya miaka 18 iliyopita. Wewe unajua nini kuhusu miaka 18 iliyopita? Ni miaka iliyojaa chuki na visasi ndani yake baina ya familia mbili. Ambapo familia moja ilitaka mtoto na familia nyingine ilitaka utajiri na mtoto pia, ambaye mtoto mwenyewe ni wewe hapo. Unataka kusema kwamba mimi sio binadamu wa kawaida? Wewe ni nani? Na unajua nini kuhusu hizi familia mbili? Kulikuwa na familia mbili ambazo zilikuwa na urafiki mkubwa sana, ila familia hizo zilikosa watoto, ndipo wakaamua waende kwa mganga ili waweze kupata watoto. Ndio kazaliwa wewe hapo pamoja na Ngwendu, ili nyinyi muishi. Walitakiwa watoe sadaka, ambapo walitakiwa watoe kafara baba zenu. Najua ulifichwa hili. Wewe umejuaje hii siri kubwa na mimi? Mwisho wa ubaya ni aibu, na mshahara wa dhambi ni mauti.
Usiogope. Najua bado una maswali mengi sana juu ya siri iliyojificha kuhusiana na kifo changu. Nilitaka ujue ya kuwa mhusika mkubwa alikuwa ni mamake na Ngwendo. Ilikuwa ili Ngwendo azaliwe, ni lazima babake na Ngwendo afe, na hayo ni masharti mazito sana ambayo mama Ngwendo alipewa na mganga kama sadaka ya kafara. Na kwa kuwa mimi nilikuwa dereva baba Ngwendo, ndipo tulipotengenezewa ajali na kupoteza maisha. Najua unawaza sana kuhusiana na mwanao wa Irene. Nilitaka kukutoa mashaka tu kuwa Irene hawezi kupata madhara yoyote, kwa sababu Ngwendo anarudi mahala alipotokea, na hii yote ni kwa sababu ya mama Ngwendo kuchelewa kulipia gharama za mtoto wake. Na hii ikawe fundisho kwa wanawake wote ambao wanatafuta mali, watoto kwa njia za ushirikina. Ni vyema kusubiri wakati sahihi, sababu Mungu ana makusudio yake kwa kila mwanadamu aliyopo chini ya dunia. Nashukuru kuweza kunisamehe mama. Bro, shemeji yako wewe uko na boya wewe? Usikie, ngoja kwa. Usifanye chochote. Basi. Nisikize mimi. Wewe tulia. Kani mama. Sasa wewe unyonge unaoleta huo. Nisikize mimi Pimpo. Mbona uko na haraka? Ulichokilinda kwa muda mrefu, siku zake zimebaki chache sana, na leo siri yote itafichuka. Ponso, hivi naota au ni wewe Ponso? Miaka 18 imeshapita Ponso, umekufa, umeoza wewe. Mokele, Mokele. Ila chuki na tamaa ilikufanya ukatisha uhai wangu pamoja na mabosi zangu pasipokuwa na huruma yoyote ile. Umenena vyema Ponso, umenena vyema. Naomba unisamehe, nisamehe Ponso, nimeteleza. Ulikatisha uhai wangu wa kiumbe ambacho ulishindwa kabisa kulipa gharama zake. Unamaanisha nini kusema hivyo Ponso? Kila nafsi itaonja umauti, na kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Umeshindwa kulinda vyote ulivyo navyo, na vyote umepoteza. Ngwendo leo anarudi mahala alipotoka. Hapana, hapana, kwa sababu umeshindwa kulipa gharama zake kama ilivyopaswa. Hapana, 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 hawezi mwanangu kurudi alikotoka. Nakataa, nakataa. Maana umeshindwa kulipa gharama zote kama ilivyopaswa. Nakataa, nakataa mwanangu Ngwendo, nakataa. Mokele, Mokele, Mokele! Nikupa onyo usipite pande zangu. Nishakujibu leo kwamba pilipili ni kali sana kwa yule ambaye haifahamu utamu wake, lakini ni tamu sana kwa yule ambaye anajua utamu wake. Unitishi.
Lita mwanangu, leo sina ujanja. Ndege mjanja nimenasa kwenye tumbovu mwanangu. Ngwendu kaka yako hakuwa mtu wa kawaida, sio mtu wa kawaida Lita. Naomba msaada wako mwanangu. Wewe ndo msaada pekee katika hili umeweza kumsaidia na kumwokoa kaka yako. Naomba msaada wako Lita. Historia ndefu sana mwanangu. Ngwendu si mtu wa kawaida kama unavyofikiria wewe. Inaniuma sana. Inaniuma mwanangu. Lakini sina jinsi. Sina jinsi. Ngwendu alipatikana kwa makaka zake, ikiwepo mmoja ni baba yako. Niokoe mwanangu. Inahitajika nguo ya ndani ya mzunguko wako mwanangu. Fanya hii Malita, kalete nguo ya ndani ya mzunguko wako tukamwokoe Ngwendu. Ngwendu atapotea Malita. Mama, eti mama, mimi niliyajua mama. Ndio maana kabisa nilihisi kuna kitu unanificha mama. Mama, ungesema mapema, hata asingetokea. Nisingempata hivi ndugu yangu leo. Mwanangu, nakubali yote, sina jinsi. Muda unaenda Lita mwanangu, tunachelewa. Ngwendu ni ndugu yangu mimi mama, inaniuma. Nakupenda sana. Utabaki kubaki kwenye moyo wangu. Yuko wapi mwanangu? Nakuuliza wewe Aileen, mwanangu yuko wapi? Hebu angalia jinsi ulivyokomaa ujeuri. Na ndio maana mtoto wangu nilimkataza kabisa asishirikiane na nyinyi. Ina maana hujui ninachokuuliza? Ona. Onso. Dhamira yako ndo adui yako sasa. Ulibeba tamaa, umeachiwa mateso. Ulichokipanda sio baraka, umevuna laana.
ulichagua nguvu za kishirikina zikujengee maisha, nimekuachia pigo lisiloisha. Yuko wapi babangu Wendo? Yuko wapi mali alizokuachia babangu Wendo? Dhambi haifi, namsubiri mwenyewe. Wendo leo amerudi kwenye uhalisia wake, amerudi mahali alipotokea. Hapana Ponso! Mwanangu Ngwendu! Mwanangu Ngwendu! Mwanangu! Hata anakuja kingine! Kipeni mwanangu! Mwanangu jamani! Mwanangu Ngwendu! Walizani mafanikio yanaweza kununuliwa kwa damu. Walizani maisha ya mtoto ni daraja la ndoto zao. Lakini walisahau damu haipotei. Inalia, inakumbuka, na siku moja narudi kudai haki. Ngwendo hakuwa laana. Laana ilikuwa ni mioyo yao iliyojawa tamaa na giza. Dunia si makazi, ni njia ya kupita. Na kila unachopanda kwa mwenzako lazima ukivune bila kukwepa. Ulitafuta utajiri kwa ushirikina, ukatoa kafara ili ucheke. Lakini sasa kilio chako hakisikiki kwa huruma, kwa sababu haki haifi, inachelewa tu. Na mwisho wa yote, utajiri wako utaachwa, lakini dhambi zako zitakufuata. Chagua leo, kuwa binadamu au kuwa kivuli cha giza. Agano, kifungo cha mizimu, mtoto wa ajabu. Watoa damu za wapenzi wao, mashariti